Yo, vipi hapo wanangu wa faida? This is Danger Beat Media na hapa ni MC Alano Yax mwenyewe. Nyuma kama tumuita Nelma on the beat. Na leo niko hapa ndani ya Butali na nimekutana na one of the biggest artists in Western and of course hapa Malava yeye anaongoza. Acha tutambulishe ni nani kwanza. Kamera. Yo, vipi hapo brother? Niko fiti sana. Kwanza umeniita artist. Mimi unaniona nikimba. Kama kawaida utamuita comedian, umeona ameshaingia na wacheche hapo. So poa. Mimi niko ndani bro. Yeah. Mimi naitwa Babunye pale. Yes. Babunye ni mkazi wa Butali. Yeah. Babunye ni mzaliwa wa Butali. Yeah. Babunye ni kipenzi cha Butali. Na ni kijana ambaye anapendwa sana Butali. Yes, anasema kipenzi cha Butali huyo Babunye mwenyewe. Bwenyenye mwenyewe hapa ndani ya Butali. Yeye ndio one of the biggest comedians in Western, pamoja na Butali kukuja hapa Malava. Yeye ndio kijana anafanya vizuri sana. Na leo tumemfikia Cats of Danger Beat Media, nataka tuambie siri ni gani ambaye amefanya pale kwenye comedy kufika mahali ambapo aliko sasa hivi. Na nimeona wase fulani wamejaribu na bado hawajafika pale. Tuseme kwanza kabla nifika hapo, tuseme umekaa miaka ngapi hivi kwenye industry ya comedy? Sawa. Talking about 7 years. Sio mingi, na nikiona baadhi ya comedians ambao wanajipuka hivi. So nimeona kijaribu na bado wana push sana, na sijaona ambaye amekukaribia hata kwa dakika moja. Wakina nani comedian? Nataka niwajue. Nimejua baadhi ya comedians hapa. Tumekuwa na Chai Moto, tumekuwa na anaitwa Side Chick, tumekuwa na Jam comedians ambao ni baadhi ya comedians ambao nimekuja kukutana nao. Wanajituma pale kwa mtandao kabisa. So unaweza waambia siri ni gani wewe kuwa one of the big comedian in Western? Mimi naweza waambia kitu moja. Yeah. Unajua kupata views mtandao ni rahisi. Na ni rahisi hivi. Ujue ni kitu gani unafanya. You know, watu wengi wanafanya kazi na wajui kitu ambacho wanafanya. So wawe ni watu wabunifu. Unajua kuwa mbunifu? Uwe mtu creative. Mtu ambaye ni wa kuangalia vitu. Unaenda unaangalia wengine vile wanafanya. Then we unakamu your content. Na hiyo content ikuwe safi. Kabisa. Na ikuwa safi, kila kitu itakuwa sawa. Unajua watu wengi wanapotelea kwa sababu wanaamini ya kwamba unajua kuna watu wengi wanafanya content ambazo ziko na sexual ndani, si ndio? Yeah. Unaona watu labda mmefanya content ya kitanda, yani the way mnabonga pale ndio mna attract views, lakini brands na vitu zingine hautapata, si ndio? Yeah. Lakini unakuwa mbunifu, unakuwa ni mtu ambaye unajua ni kitu gani unataka na unajua ni kitu gani ambacho nahitaji kwa hii. So mimi naweza waambia tu wakwe watu ambao ni creative, alafu wampende Mungu sana. Alafu ukue una post kila mara. Unajua unapata mtu anapost video moja leo, kesho nyingine. Bro, mimi nilikuwa 2020 mimi nilikuwa na post video karibu 5 kwa siku. 5 mpaka 2024 bado nilikuwa na post. Na hapo unajua the more una post video ni the more unapata more engagement. Yeah. So account yako kugrow ni haraka sana. Lakini kukuja inbox ya watu kwanza kusema bro niweke nini, taki hiyo account yangu ndio nipate followers nini. Ukishapata followers, what next? Mimi siwezi uwezi niambia nikuwekee account upate followers. Lakini kuna watu ambao wananiambia niwekee. Ukishapata hakuna kitu unampea. Talking about engagement and followers. So kuuliza tu, kwa hivyo wewe kwa comedy yako ama online, tuseme uko na channel pale TikTok, Facebook na IG ama YouTube. Kwa hivyo wewe unapata hela ama? Bro, mimi napata. Kama Facebook nalipwa na Facebook. Every 23 napata kitu. So ukiniomba ka kitu 23 pale sitakuacha. So tukienda pale TikTok, I have 700 and something K followers. So hiyo inanilisha na brand. Kama mimi saizi nafanya na Safaricom Chapadimba, ambaye sasa tuko kwa counties. Date 8 tuko pale Kakamega, alafu date 15 tutakuwa tunapiga ya province. Unaona? So inanilisha na hiyo. Na gigs zingine hapa na pale siwezi zitacha pale.
Yaani wanangu wa faida pale kwenye Danger Pit comment section, usisahau kuniambia tarehe 23 niombe Babunye ka kitu bwana, lazima anunue kachai hapo hivyo. Kwa hivyo tukiachana na hayo, amongelea mambo mengi sana hapa hivi. Kwa hivyo ningependa sasa nikuulize, kuna trending fulani nimeiona pale kwenye mtandao about my woman. Unaweza ambia aje mafans hapo pale kwenye comment section ama kwenye Danger Pit, unaweza waambia vipi about my woman? Meuma ni mrembo, naweza waambia hivyo. Huyo mtoto ni mrembo, mtoto amebeba, huyo mtoto ni kitu bana. Hata huyo dem ya Nelma kafiki. Kitu ni kitu. Tumekuwa na tetesi fulani hapo. Kuna tetesi ambazo zilikuwa pale, tulikuwa tumeachana. Hiyo ilikuwa kiki bro. Ilikuwa kiki. Tunajua mimi ni master wa kiki. Mimi nikitaka utrend sasa bro utatrend. Na si atu una trend kwa kitu mbaya. Mimi mwenyewe naenda tu pale kwa mtandao naangalia ni kitu gani ambacho nitakuja nacho. Nikikweka pale ina trend kwa sababu tukiangalia kama wale ambao mnanifuatilia. Nikianza content yangu nimekuwa mtu ambaye nimechapa kwa ma TVs mingi mpaka hii Citizen TV kipindi ya jioni nimepiga ndani Maisha Maji. Niko huko hata saa hii niko kwa Lazizi. Wale ambao wanaochi Lazizi mkienda kule hamtakosa sura kama hii pale kwa Maisha Maji. Nimepiga kwa radio station karibu yote. Yani bro nimejikaza. Lakini nikiongelea my woman tulikosana kidogo. Mambo ya cheating tu. Unajua cheating ni mambo mabaya. Mambo kwa kawaida. Kuna vijana hapa kuna vijana hapa wako kwa inbox. Huko mimi sina hiyo tabia. Unajua bado tunaenda polepole. Akikufikia iko sawa. Akikufikia. Kuna vijana wamemtext pale kwa mtandao mpaka wengine ni marafiki zangu. Wanamwambia Babunye ni mbaya, Babunye sijui nini. Sasa mimi najiuliza, wewe unataka umrembo, Babunye amekukosea nini? Si umconvince tu. So vijana wanamconvince pale, wanamwambia ujinga nini yeye anafuata nini. Na mimi nikamwambia kama unaona Babunye basi hawezi, iko fresh. Iko fresh. So tukakwaruzana kidogo, lakini tulikuja tukatengeneza maneno. Na nikasema hii kitu kwa sababu watu wamejua tumekosana, nataka kujipeleka kwa 1 month. Nimeipeleka 1 month, alafu hapa nyuma mumeona tumekutana naye, tumerudi pamoja. Tunataka kuzaa mtoto. Watoto si mtoto. So ilikuwa kiki but kwa ukweli kalikuwa ndani kidogo. Au sio? Shajieleza pale about my woman. Hiyo ni Babunye Mgunyenye mwenyewe. Ukipenda utamuita Imbulu. Anaweza tuambie imetokea wapi mambo ya Imbulu? Unaweza tuambia? Hii Imbulu ilitokea tukishoot na huyu jamaa wa Busia. Bana anaitwa Otoro. So Otoro alikuwa anapenda tukishoot na yeye ananitusi tu. Inanitusi Imbulu sijui nini. So watu wakaanza kuniita hivyo. Na mimi nikaona sasa acha nikuwe Imbulu ya Butali. Iko fresh. Tukimaliziana pale kwenye beef kwa online, nimeona pia makiki fulani hapa hivi mkiletana na Wesapoli hivi tena pia. Hiyo ni kiki ama tuseme Wesapoli? Mimi huwa siongeangi naye. Ongea naye? Siongeangi naye. Yeye mwenyewe ndiye aliweka kiki. Aliipiga akatoa ngoma. Iko fresh. Kila time naambianga vijana ukiona kuna mahali unaweza fanya na upate kitu, wewe fanya. Ukiona Babunye unaweza muongelea upate followers, wewe piga. Sema Babunye vilako. Ni na huyu kijana ambaye anaitwa Devi. Pia yeye amepiga sijui nini. Mimi nikamwambia, nimemjibu. Nimwambia bro, kama unaona kuongelea Babunye inaweza kupatia pesa ama inaweza kupatia following, wewe piga. Lakini mimi napenda sana Devi. Ni kijana ambaye anafanya kazi vizuri na anakuanga ni mtu ambaye pia anatamani sana kuwa kwa hii usanii. Lakini kazi imemshika sana. So alitry labda kuongelea lakini nyinyi hamwezi muelewa. Kwa sisi tumepiga na Devi kazi. Hata video zingine niko nazo sijawahi post. Unaona? But alikuja akabonga bila akabonga. Wale ambao wanapenda hawapendi Babunye wakasema yao. Wale ambao wananipenda walinidefend. Ni kama tena huyu kijana ambaye anaitwa nani? Prinzila.
Prince Hila ni kijana pia tumekutana pale kwa streets Nairobi. Huyo kijana anafanya bodaboda kwa pikipiki. So tulikutana naye tukapiga picha. Akaniambia bro, uko sawa, unafanya kazi fiti. Lakini sasa nashangaa nikuja pia kwa mtandao kusema Babunya content. Sijui bana, siwezi furahisha kila mtu. Siwezi furahisha hata wewe, kama sikufurahishi achana na mimi, enda watch watu wengine. Kuna watu wengi. So vijana huku Malava vijana wasipige kiki za kitoto. Kama wanapiga kiki ambazo ni za kuumiza watu, inafaa ujue ya kwamba ile kiki ya matusi ambayo unapiga inaweza kufunga pia. So ukiongelea mtu mbaya, ujue huyu mtu anatoka wapi na huyu mtu ni nani. So usikuje tu kubonga. Ni kama tu hii issue ambayo naona ya Raskevo na nani Mash. Unajua hiyo ni kiki ya kitoto. Hata mimi nawaambia ukweli, hiyo waache ujinga. Vijana wakuje pamoja, watu tunataka kuona mavolume za DJ. Nani kama Raskevo anatuletea volume 3. So kama vile wamepiga hii wametusiana, sijui mimi ni mnoma, tunajua. So mkuja kwa meza, leteni kitu noma. Wewe leta, wewe ulete, tujue nani mnoma. So mimi naweza washauri tu wakuje pamoja, waende kwa meza, walete kazi. Sisi tunataka kuona kazi. Kama kazi yako ni noma, tutakuwa upande wako. Kama wewe kazi si noma, tutakwambia tu ukweli na tena ufanye bidii. Bila mimi naambiwanga, kuna content zingine nafanya, watu wananiambia Babunya hapa nao umetuangusha. Hii si content nini? Na mimi nasikia. Wewe ukwe mtu ambaye unakusikia. Hiyo itakuwa fiti tu. Ukiachana pale kwenye advice ya Raskevo pamoja na Mash the DJ ambao analeta pale mambo online. Kwa hivyo pia unaweza ambia nini wasanii kwa ujumla pale, nini wafanya haswa ndio at least wafike mahali penye wewe ulipo? Mimi unajua usanii wa kuimba ni ngumu sana. Kutoka ni ngumu, lazima uko mbunifu. So vijana wajue ni kitu gani wanaimba. Unaweza imba tu mahaga na hakuna kitu mahali utaenda, ama ufanye kitu fulani hivi, lakini unapoenda kaa chini na ukuje na ngoma ambayo iko na message, iko sawa. Hata kama unaimba kwa pombe, lakini unaimba kwa pombe ukiambia watu labda kama wale ambao wanapenda pombe unawasifia hiyo pombe nini, ama wale ambao wanapenda mahaga sijui nini. Kama kuna vitu yani unakuwa hii ngoma ukitoa kama unaimba katika hii katika inasema nini, unaeleza. Lakini sasa si vitu tu unapata vijana wanaimba tu vitu zenye hazieleweki, alafu ngoma zenye wanatoa sauti iko huku, sauti ya wimbo yenyewe iko huku, alafu message iko huko, alafu sasa unapata mpaka vitu hazibambi. Wakuwe wabunifu, wakuwe creative wakuwe creative. Creativity hiyo ni kizungu sio? Yes, Babunya comedian mwenyewe anasema wasee lazima wakae chini waandike, kwa na content na very creative kwa kuandika pale usanii wao, na pia waweke pale matching kwenye beats, mambo iko fresh. Anasema msiweke beat huku, usiweke nini huku, wakuwe wabunifu. Wakuwe ni watu ambao mimi wajue ya kwamba unajua music mtu kukusupport ni ngumu. Mtu atakusupport kwa music kama anaona ngoma yako ni kali. Ukiangalia watu wenye wako na ngoma zao zina trend, huyo mtu hajaishi kwa mkono. Ngoma hutaishi kwa mkono. Hutaishi kwa ushikwa ati wewe usaidiwe. Ngoma yako ijiuze. Ngoma ikijiuza kila kitu itakuwa sawa, lakini ati usema ati Babunya chukua post kwa social media yake ndio trend. Trend ikienda wapi na umeimba vitaziko? Yani hapo mambo imekuwa mweche, mambo ni mbaya. Yani Babunya ameshawasha na sema yani kuchamba tachamba mtu ameshachizi. Tukiachana na hayo basi, nimeona pia umekuwa baadhi ya watu ama vijana ambao wamejitolea kuwa kati ya wakombeaji wa Butali Chakula Award kwa kiti cha UMCA. Unaweza ambia nini wa mafans wako ambao wamekufollow kwa kuhusu comedy, ama unaweza ambia vipi watu wa Butali Chakula kwa ujumla? Kwanza Babunya is man of integrity. Kijana ambaye ni wa vision. Kijana ambaye ataleta future. Kijana ambaye anajua ni kitu gani ambacho mwananchi wa chini anapitia. Nimekuja kwa sababu
Babunye amelelewa na shosh. Babunye amesoma na pesa za chama. Babunye amefanya kazi ya chuakali hapa chini chini. Babunye amelala njaa. Babunye ameelewa umaskini ni nini na ameelewa kukosa ni nini. Kwa sababu mimi Mungu amenipea uwezo kidogo wa kuongoza watu. That's why nimesema kwamba nakuja Butali Chekulot kuleta mwangaza. Mahali ambapo hakuko na mwangaza, mimi nakuja kuleta. Agenda zangu ni kusupport women empowerment and youth. Umeona? Youth and women empowerment. Ukiangalia hao wamama, unapo boost vyama zao, watoto watasoma. Unapo boost vyama zao, pia nyumbani kutakuwa sawa. Makombano kila mara, kusako kono sikumbeza sendi tawe, sijui shina, haitakuwa. Watoto watasoma na kila kitu itakuwa sawa. Kitu cha pili ni kuangalia kwa usomi. Kwa sababu usomi ndio taa ya kijiji, si ndio? Kabisa. So unahakikisha vijana wanapata basari vizuri, unahakikisha vijana wanasoma katika wodi yako na kila kitu inakuwa sawa. Kitu cha tatu ni kuhakikisha hizi njia ambazo za ndani zinaitwa feeder roads. Unajua usijui. Zinaitwa feeder roads. Zenye unapitia hata ukitoka kwenu hivi ukiingia kwa hivi. Hizo shortcut. Zinaitwa feeder roads. Na nihakikisha kwamba pesa ambazo zinaletwa pale kwa kikopo cha MCA zinafanya hiyo kazi. Kwa sababu ukiangalia Butali, tuko na Butali shuko hapa, unapata njia imefanana vile iko. Alafu umekata miwa, hii njia inakuja inapitwa na hiyo tractor, inaharibu, watoto inafaa wapite kwa hiyo njia wakienda shule, nini. Na kuhakikisha njia ambazo ziko Butali Chekulot zimetengenezwa. Hiyo ndio kitu ambacho ni kizuri sana. Alafu kitu cha 4 ni kuhakikisha wameka pale public participation. You know, wewe unaweza kuwa labda unataka kuleta kitu fulani, labda wanataka kitu fulani. Ukishaleta hizo vitu 3 kwanza, wananchi watakuwa nakuja wanaweka pale box, wanaandika kila ambacho wanahitaji ukiongezea. Hiyo itakuwa fiti tu, itakuwa rahisi. Hiyo ndio kazi rahisi sana MCU unaweza fanya. Lakini wewe uingie pale uanze kufanya vitu ambazo zieleweki, itakuwa vizuri. So niko kwa race na niko tayari kubadilisha mahali ambapo hakujabadilika Butali Chekulot. Okay, very nice. Cuts of Danger Beat Media, Manzemi MC Alano Yatu, waziri mwenyewe. Pale nyuma ya kamera tumuita Nelma on the beat. Tumekuwa na Babunye mwenyewe ambaye anasema atakuwa na wania kiti cha MCA hapa Butali Chekulot ward. Yani pale tu kama mafans wote mnamjua Babunye comedian, mpe kura kijana wetu aongoze ama moa kusimama na Wakenya, au sio? Kabisa. Wale ambao wako nyuma pangeni line.